mstari wa kwanza hadi wa 5. Timotheo ya kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 5. Amen. 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 Hadi wa 5. Basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya Shetani, kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichoma moto dhamiri zao wenyewe, wakiwazuia watu wasioe na kuamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani. Amen. Halafu soma wa 6 na kuendelea. Uwakumbushe ndugu mambo hayo, nawe utakuwa mtumishi mwema wa Kristo Yesu, na mzoefu wa maneno ya imani na mafundisho mazuri yale uliyoyafuata. Endelea mpaka wa 8. Bali hadithi za kizee zisizokuwa za dini usikatai, nawe ujizoeze kupata utauwa, kwa maana ujizoeza kupata nguvu za mwili kwa faa kidogo, lakini utauwa kufaa kwa mambo yote, yaani unayo ahadi ya uzima wa sasa na ya ule utakao kuwapo baadaye. Aya, soma Matendo ya Mitume 13:36. 13. Ndio. Nasema, kwa maana Daudi akiisha kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake, alilala akawekwa pamoja na baba zake, akaona uharibifu. Amen. Bwana tusaidie. Amen. Alafu malizia Korinto ya kwanza 15 mstari wa 58. Korinto ya kwanza 15:58. Ndio. Nasema, basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona kabisa Mungu anatusisitiza kutumikia shauri la Mungu. Kichwa cha somo unaweza kusema kutumikia shauri la Mungu au wito mtakatifu sana. Bwana msaidie. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anaongea na kanisa kupitia kikundi cha Matendo ya Mitume kwamba wakati Daudi alipoifanya kazi alilala. Bwana msaidie. Na sisi kumbe tunatakiwa tufanye kazi tukijua tukilala kuwe na kumbukumbu nyuma yetu. Bwana msaidie. Lengo kuu kwamba sisi tunapofanya kwa wakati huu tunatakiwa tufanye ili tutakapolala tuwe na sababu ya kuonyesha alama kwa Mungu mkuu. Kwa Mungu mkuu. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba maisha yetu matakatifu lazima tuelewe kwamba wito tulioitwa hapa kuwa watumishi wa Mungu sio kushikilia vyeo. Bwana msaidie. Sio kushikilia vyeo, bali ni kutimiza kazi ya Mungu nikijua kwamba siku moja mimi nitalala. Na nikilala naacha alama gani hapa? Bwana msaidie. Naacha alama gani? Kwa hiyo utumishi wetu lazima uwe utumishi uliotukuka mbele za Mungu. Tukijua kwamba kuna wakati tutalala. Bwana msaidie. Na Biblia inasema Daudi alipokufa aliwekwa karibu na baba zake, halafu akaona uharibifu. Bwana msaidie. Kwa hiyo kuna habari ya kuona mbele baada ya kuondoka. Kama tutakuwa kwenye haki tutaona haki mbele yetu. Kama tutakuwa kwenye uasi basi tutabaki kwenye uharibifu mbele za Mungu. Kwa hiyo sisi kama kanisa tunaaswa kwamba sisi tumepewa jukumu la kutumika kwa wakati huu. Yaani wewe na mimi kwa wakati huu sana wakati usio dhani Bwana anaweza kukuita. Na atakapokuita utaonyesha nini? Bwana msaidie. Umefanya nini kwa Mungu? Umeweka alama gani? Bwana msaidie. Kama ulikuwa na cheo, ulikiacha cheo tu ukafuata mambo mengine.
Kama ulikuwa na jukumu fulani, ulishikilia cheo ukafuata mambo mengine. Lakini tunatakiwa tuwe tukijua kwamba tunatakiwa kutumikia wito mkuu tuliopewa na Mungu aliye hai. Bwana msaidie. Kuna wito ambao tumeitwa kama akina Petro waliitwa nifuateni, ni wito mkuu. Sasa unatakiwa kuutumikia. Bwana msaidie. Kuutumikia kwa uaminifu. Na ili utumikie wito huu lazima kuwa na bidii katika utumishi ulionao. Bwana msaidie. Lazima kuwa na bidii katika utumishi ulionao. Sasa bidii huwa haikosi pingamizi. Bwana msaidie. Bidii haikosi pingamizi. Unapotaka kutumikia kusudi la Mungu, mwingine anaweza akainuka kinyume na wewe. Bwana msaidie. Kwa sababu wito uliopewa utautolea hesabu mwenyewe, sio mtu mwingine. Bwana msaidie. Kila mtu aliyeitwa hapa atatolea hesabu kwamba umeishije duniani. Au baada ya kuitwa ulisahau ukafuata mambo mengine. Bwana msaidie. Kwa hiyo lazima uwe na bidii kutumikia wito ulionao. Bwana msaidie. Jambo la pili, utumie muda wako uliopo vizuri kwa ajili ya Bwana. Bwana msaidie. Utumie muda ulionao vizuri kwa ajili ya Bwana. Maana ukijua fedha inaweza kupotea ukaipata, lakini ukishapoteza muda wa kumtumikia Mungu, ukishadondoka hauna kutafuta. Bwana msaidie. Fedha unaweza ukaitafuta, inaweza kupotea, lakini baadaye ukaitafuta. Bwana msaidie. Lakini muda wa kumtumikia Bwana, ukikaa bila kutumikia ule muda ukaisha, hautaukuta tena, zaidi utaenda kuona uharibifu. Bwana msaidie. Kwa hiyo natakiwa kuwa uhakikishe kwamba unatumia muda ulionao vizuri kumtumikia Bwana Yesu. Bwana msaidie. Kumtumikia Bwana Yesu. Na jambo la tatu, unatakiwa kuwa mwaminifu kwenye wito huo. Bwana msaidie. Kuwa mwaminifu kwenye wito huo uliopewa na Mungu. Maana unajua siku nikilala natakiwa kwenda kuona nini nimefanya. Bwana msaidie. Mwanadamu uliyeko chini ya jua hapa sasa hivi unaweza kuishi unavyotaka, lakini baada ya kulala mauti unaona ulichokifanya duniani. Ndio maana kila mtu atabeba msalaba wake mwenyewe. Kila mtu atabeba hukumu yake mwenyewe. Bwana msaidie. Isipokuwa sisi wachungaji tuna hukumu kubwa kuliko ninyi, kwa sababu tumepewa kuwaongoza muelewe Kristo. Kama hatujasema kweli mbele yenu alafu tukaficha, bado sisi tutatolea hesabu kweli. Lakini kama tumesema haukutii, sisi tutakuwa salama, tumenawa damu yako mbele za Bwana. Bwana msaidie. Ndio maana sisi tuna kazi ya kusema mbele zako, tuna kazi ya kukesha kuhakikisha kwamba roho za watu hawa, je, wanalipokea neno? Bwana msaidie. Je, watu hawa wanadumu katika kweli? Bwana msaidie. Je, utu wao wa kale unahama? Bwana msaidie. Sasa wewe muamini uliyeitwa lazima uhakikishe unapambana na ile hali ya utu wa kale unatoka hapo. Na unakuwa unaukomboa muda kwa ajili ya kumtumikia Bwana kwa wakati ulionao. Bwana msaidie. Alafu unakuwa mwaminifu kwa Mungu kwa wakati ulionao. Bwana msaidie. Maana kuna wakati ukishadondoka hapo, hakuna kitu utakachomdanganya Mungu kwamba mimi nilifanya hivi. Ile skrini ya mbinguni itaona unavyoishi duniani na namna unavyotembea na Mungu. Bwana msaidie. Kwa hiyo tunatakiwa kujitahidi sana wana wa Mungu, maana tunaenda mbinguni. Mbinguni tunakoenda tayari tumetegewa, kama hivi sasa tulivyotegewa chombo hiki kwa ajili ya kurusha, na mbinguni tumetegewa skrini kwa ajili ya yote tunayaishi. Bwana msaidie. Sasa sana wakati kitatoka kile kile ulichokifanya duniani. Na hata sisi hapa tumeamua kurusha kile tutakacho, kama ni kibaya kitatoka vile vile ulimwenguni. Lakini tunatamani Wakristo mjue wakati ulionao ni wakati wa kumtumikia Bwana. Wakati ulionao ni wakati wa kutumikia wito wenu. Wakati ulionao, yaani ukishapewa nafasi,
sio nafasi ya cheo au jua kabisa hapa nimekabidhiwa jukumu na Mungu ameniheshimu nishike meza yake, watu kukimbiza kijiti kwa muda nilionao, hata nikilala nione uzuri wa Bwana mbele. Bwana asaidie. Daudi, je, baada ya kulala ameona uharibifu? Bwana asaidie. Anaona uharibifu. Na sisi pia tunatakiwa tuelewe kwamba wito mkuu tuliopewa sio cheo. Bwana asaidie. Ni nafasi ya kutimiza yale yaliyowekwa ndani yetu kwa dakika tulizo nazo. Bwana asaidie. Huwa najifunza kitu kikubwa sana kwa wachezaji. Wachezaji wanaweza kupewa pointi 3 lakini dakika 90. Sio siku 2. Dakika 90. Pointi ngapi? Kwa hiyo hizo wananyang'anyana, kupigana viwiko, miguu itaumia, watawekewa zile na first aid, lakini lengo lao ni kuhakikisha na wao wanazipata zile pointi. Sasa katika competition zote unaweza kukuta wengine hata pointi moja hawajaipata, wanaipata wengine. Na sisi sasa katika ulimwengu wa roho tunarudi kwenye wakati tuliopewa na Bwana. Sasa ndio wakati wa kuishindania imani, kuhakikisha tunapambana kusimama, kufanya matendo mema, kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, kutangaza kusudi la Kristo lililo ndani yetu kwa kipindi na majira tulionayo, tukijua tutaondoka. Bwana atusaidie. Tukijua tutaondoka. Sasa baada ya kuondoka kwangu, ule ujanja wangu nilioishi duniani, yale mambo ambayo niliishi kwa kutaka kujificha naona kama watu, kwa sababu watu hanioni. Maana mtu asiyeona rohoni huwa anaangalia watu, lakini aliyeona rohoni huogopa Mungu kuliko watu. Bwana atusaidie. Sasa lazima nijue kabisa nina hukumu ya kwangu mbele za Mungu aliye hai. Yaani sana wakati na ninapotembea, bahati nzuri sijaambiwa unaingia hukumuni lini. Bwana asaidie. Yaani sisi hapa tunatembea, hatujui lini tunaingia hukumuni. Yaani unaweza kuingia ghafla huko mahakamani, tayari nimeshafika, baada ya kufa ni hukumu. Sasa lazima nianze kutengeneza na Bwana mwenyewe. Nilitumikie shauri la Bwana kwa kipindi nilicho nacho. Nihakikishe na kuwa mwaminifu kwa Mungu wangu kwa kipindi nilicho nacho. Nihakikishe naishi maisha matakatifu kwa kipindi nilicho nacho. Maana kuna sana wakati nitadondoka, nitalala na nitazikwa kama walivyozikwa baba zangu. Lakini sasa mimi nitaona nini mbele? Naona uzima au naona uharibifu? Hayo ni mambo ya kwako ya kujiuliza. Naishije duniani? Amen. Bwana msaidie. Naishije duniani? Naishije duniani? Kwa nini? Kwa sababu asilimia kubwa wamefikiri kupewa cheo ni nafasi ya heshima. Bwana msaidie. Hii sio nafasi ya heshima. Ukijua mchungaji anavyosemwa na watu, huwezi kuamini. Kwanza kama ni wewe unaweza kusema mimi sitaki. Bwana msaidie. Amen. Wakati mwingine hata yamkini walio wateule, namna wanavyomjaji, wanavyompepeta kama ungo fulani, akili yake inaona ana maono mazuri, hanafahamu, lakini kwa sababu analitumikia shauri la Bwana, anakubali zile kandana za ndani kupigwa viwiko, kufanyaje? Nitawekwa first aid lakini nitasonga mbele, maana najua Bwana yuko pale. Najua kazi ya Mungu nimepewa, lazima niifanye kwa utimilifu mbele za Mungu. Bwana msaidie. Hakuna mshindi asiye na mshindani. Huo ndio ukweli. Hakuna mshindi asiye na mshindani. Bwana msaidie. Na mshindani ni lazima awe ni mtu anayeelewa chenga zako. Bwana msaidie. Yaani umefanya mazoezi kwa kutosha na anajua huyu wananiwekea timu yao, huyu ndo jamaa wanamtegemea. Bwana msaidie. Kwa hiyo yeye anajitahidi kuhakikisha kwamba anakubana. Bwana msaidie. Na wito tulionao, kuna wakati adui anatamani ya kubane usifanye. Bwana msaidie. Ukipiga chenga hii unakuta nao mguuni, lakini ukifika tena ufanye jitihada uchukue ile mpira, wakati mwingine hata upige tobo uendelee. Bwana msaidie. Na ukishapiga tobo unaendelea kiinuka, ni mtama nyuma unalimwa. Unaenda kudondoka, ukiamka unakimbia na mpira. Sio kwamba acha mpira. Lengo ni kuhakikisha tunashinda. Bwana msaidie. Amen. Pingamizi vipo. Hauwezi kuwa mshindi kama hauna mshindani. Bwana msaidie. Hauwezi kuwa mshindi kama hauna mshindani. Bwana msaidie.
kwa sababu tumepewa kulitumikia shauri la Mungu ndani yetu, kutimiza kusudi la Mungu ndani yetu. Lakini ukiwa muongo, ukiwa mtu wa kukatakata chenga, kusudi la Mungu hautalitimiza, utakuwa kutimiza kusudi la miungu. Bwana msaidie. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, asipositasita moyoni mwake. Mwenye haki ataishi kwa imani. Bwana msaidie. Sasa hivi nafikiri kwa nini asiseme mwenye haki ataishi kwa ugali mwingi? Mwenye haki ataishi kwa pilau la kutosha. Mwenye haki ataishi kwa fedha nyingi. Anasema mwenye haki ataishi kwa imani. Na imani chanzo chake ni kusikia. Bwana tusaidie. Imani chanzo chake ni kusikia. Sasa tunaanza kusikia alafu tunaishi hivyo hivyo. Yaani ninapigwa ngwala nasonga mbele. Nasema vibaya nasonga mbele. Nafanyaje nasonga mbele. Alafu baadaye nashangaa wale washambulizi wangu nje wanasema nenda kama mchungaji. Nenda na inuka zao. Alafu kiliko nikisika wanaendelea na kushangilia. Na wewe wokovu ni hivyo hivyo. Na wako watakatifu wanaokushangilia. Wako mbinguni na duniani. Unapoendelea kushinda dhidi ya vikwazo vya adui, unauona ukuu wa Mungu ndani yako. Unadondoka umechunguka magoti, lakini unalitafuta goli. Unadondoka, unaona kabisa nimeumizwa. Wanakuja wanakubeba, wanakuweka zaidi. Halafu baadaye ukiamka unaingia matopi tena. Unakabili na lile alipiga mtamba. Matokeo unapiga chenga, unaingiza goli la kwanza. Wanakubeba juu na mbinguni wanaofanya vizuri haleluya. Haleluya. Wanaotenda mapenzi ya Mungu mbinguni wana furaha. Hawakwambia ufurahi, watafurahi. Maana ndani yao yuko Mungu anayeshinda. Ndani yao yuko Mungu aliye hai, aliyeshinda vikwazo na mauti. Kuzimu ilishanyawaza watu yake. Bwana tusaidie. Sasa kuna Wakristo leo kinachoshangaza. Yaani wanataka tambalale. Bwana tusaidie. Shaka ya kwanza ya pili ya kigoba mguu tu nimekaa. Nisichezi tena. Wanaumiza huku kumbe. Bwana tusaidie. Pendo rohoni utagongwa, lakini safari ipo. Utakatishwa tamaa, lakini safari ipo. Maana nimetumwa kuhubiri habari njema ya Mungu. Nimetumwa kutangaza habari njema kwa wale waliopotea. Nimetumwa kuwafungua waliofungwa. Na waliowafunga hawatanifurahia. Lazima najua nina mpambano, na huo mpambano nashinda kwa msaada wa Mungu. Bwana tusaidie. So unataka kwenda kufungua watu. Alafu unataka ati ukifika tu aseme mheshimiwa sasa mfungue. Bwana msaidie. Vita lazima iwepo. Timu bora inaonekanaje timu bora? Ni wanajitihada ya kupambana mpaka wanahakikisha kuwa washindi. Bwana msaidie. Ni watu wanaojitambua, wanaweza kuona dhidi ya timu wanaopambana naye kwamba wana mbinu gani, sasa tuwashindeje, sasa tuwakabilije. Kwa hiyo wanatafuta watu ambao wana uwezo wa kukabili. Bwana msaidie. Kama ni kajitu kwenye mbio sana, wanaweka jitu ambalo litakuwa na mbavu. Akikabili mpira unakuja tu anapiga kushi anaenda kuanguka hapo linautoa. Na sisi rohoni, adui anapopanga vita kubwa, wewe unaweka nguvu ya Mungu aliye hai. Akija na piga kiko, kazi ya Bwana inasonga. Kazi ya Bwana inasonga mbele. Lakini kama ni mtu wa kukata tamaa, Bwana msaidie, utaishia kwenye mazoezi. Kwenye mechi utaingia. Bwana msaidie. Jamani, hata kwenye mazoezi si wanakanyagana. Kanyaga kabisa mtu mpaka unashangaa mwingine amevunjika mguu. Walikuwa wanafanya mazoezi. Sio mechi. Bwana tusaidie. Sasa ili akija kwa mabondia, ili bondia mzuri kuna wakati utatema na damu, utabonga udongo.
unatema damu, lakini bado unakomaa ili baadaye na wewe ukabiliane uweze kushinda. Na sisi tumeitwa kulitumikia shauri la Bwana. Adui ataleta ngumi kwa sababu yeye anataka kuharibu, la unakubali kutema damu, lakini unasema damu ya Yesu inanena mema, unaendelea kusonga mbele, anarusha hili, unaendelea kusonga mbele, baadaye anainua mikono anasema hii jamaa Bwana asifiwe. Kama utakuwa mchovu hauwezi kutumikia shauri la Mungu. Na ndio maana wengi wameishia kwenye dini. Bora niendelee na maisha ya kawaida kuliko vita mnazopitia. Bora niweke kengele migomvi kwa watu wajae. Lakini sisi hatufanyi kwa akili zetu, wala kwa nguvu, wala kwa ujanja, ila ni kwa Roho Mtakatifu atutiae nguvu ndani yetu. Kwa Roho Mtakatifu atutiae nguvu ndani yetu. Tunapodharauliwa, Bwana anatuinua. Tunapokataliwa, Bwana antukubali. Tunapoonekana wajinga, Bwana anatufanya wenye akili zaidi. Tunakuwa kumachua kwa sababu tunakuwa Bwana saidi. Sasa kama unajua kabisa unatumikia shauri, Daudi alipolala aliona uhalifu. Bwana saidi. Wewe unatakiwa ukilala uone nuru na uzima wa Bwana Yesu. Bwana saidi. Ni wakati ambao Bwana anataka sisi tuitwe watumwa wa Bwana. Bwana saidi. Tutumikie shauri la Mungu kwa uaminifu. Ishi maisha yenye upendo wa Kristo ndani yako. Mtu ambaye hautaki kugusa dhambi, wapendwa, nataka nikwambie mbinguni tutaingia. Lakini pale tunapokubali kukaa kwenye neema ya Kristo Yesu, tunapokubali maongozi ya Mungu, Bwana atatufanya tuitwe wana wake. Tunapokubali kulitumikia shauri la wito mkuu uliopewa. Kwa hiyo leo hii wewe ndio wa kusimama kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu mahali fulani inasimama. Wewe ndio wa kusimama kuhakikisha kwamba kusudi la Mungu linaenda. Haijalishi lina gharama, haijalishi halina gharama, lakini mpango wa Mungu lazima utimie. Wewe unatakiwa kulipa gharama kwa ajili ya Bwana. Yeye amelipa gharama kwa ajili yetu, na sisi tunatakiwa kulipa gharama kwa ajili ya kazi yake isonge mbele. Bwana asaidie. Amen. Unatakiwa uondoe dhana ya kwamba kwa nini sisi hatusaidiwi. Bwana asaidie. Mikono inayotoa ndio inabarikiwa. Mikono inayopokea inabarikiwa. Bwana asaidie. Sasa sisi ni mawakili wa siri za Mungu aliye hai. Sisi ndio tunatakiwa kuhakikisha kwamba Yumbo inamjua Mungu kwa viwango vya hali ya juu, kwamba Mungu wetu ni Mungu asiyefanana na watu wengine. Mungu wetu ni Mungu wa kuogopwa. Bwana asaidie. Maana wengine Mungu wao amekuwa kama babu yao, wanamfinya, wanafanyaje, lakini sisi Mungu wetu ni Mungu mwenye kuogopwa. Bwana asaidie. Maana wengine yani wanaona uzinzi ni kitu cha kawaida kwenye ibada zao na kwenye maisha yao, lakini sisi tunatakiwa kumwogopa Mungu, tukijua Mungu tunayemtumikia ni mtakatifu, na sisi tunatakiwa kuwa watakatifu. Mungu wetu ni mwaminifu, na sisi tunapaswa kuwa waaminifu. Mungu wetu ni mwenye haki, na sisi tunatakiwa kuwa wenye haki. Mungu wetu ni mkamilifu, na sisi tunatakiwa kuwa wakamilifu, ili tutimize lile kusudi lililo ndani yetu. Bwana tusaidie. Sura ya kanisa lazima limfananie mwenye kanisa. Bwana tusaidie. Kanisa sio liturujia. Sura ya kanisa imfananie mwenye kanisa. Bwana tusaidie. Lazima tumfananie mwenye kanisa. Mwenye kanisa yeye ni mtakatifu. Halafu sisi tuwe wachafu. Tunaona mbingu ipi tunakwenda. Bwana tusaidie. Ni mbingu ipi tutafika. Lazima tuwe na sura ya kimungu. Halafu tumuogope. Tujue kwamba yeye atakuja kuhukumu kwa haki. Kwa haki. Bwana tusaidie. Yaani yeye anahukumu kwa haki bila upendeleo. Sasa kama anahukumu kwa haki, mimi naishi kwa haki? Bwana tusaidie. Je, mimi ninaishi kwa hofu mbele za Mungu? Ninamuogopa Mungu, ni mwaminifu mbele za Mungu? Bwana tusaidie. Unatakiwa kuwa mwaminifu. Unatakiwa kuwa mwaminifu. Bwana tusaidie. Tukiamua inawezekana. Tukiamua Mungu wetu sio wa kuaibishwa.
Mungu wetu sio wala Mungu wetu sio wa kumlilia hali. Bwana asaidie. Mungu wetu ni mkubwa. Bwana asaidie. Mungu wetu ni mkubwa. Anasema fedha na dhahabu ni mali ya nani? Ya dunia. Bwana asaidie. Kama ni mali ya Bwana uko wapi? Kwa Bwana au kwa Bwana asaidie. Akwambia hivi, Daudi anasema tangu utoto sijaona mwenye haki ameachwa, wala watoto wake wanaomba njiani. Bwana asaidie. Wewe baki kwenye haki. Bwana asaidie. Mathayo naye anasema tafuteni ufalme na haki yake. Tafuteni ufalme wa Mungu na haki yake. Hayo yote mtazidishiwa. Bwana asaidie. Sisi tustiki kwenye kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake. Kubaki kuwa wenye haki mbele za Mungu. Kubaki kuwa waaminifu mbele za Mungu. Kuondokana na sura ya ujanja. Kuondokana na vitu ambavyo tunataka kujionyesha kwa watu. Tuone kwamba Mungu anatuona kuliko watu walioko duniani. Tuone kwamba Mungu anatutazama kuliko wanadamu wanavyotutazama. Tuone kabisa mbele za Mungu hatustahili, tumepomoka na Mungu atatuinua. Bwana asaidie. Utaona ukuu wa Mungu ndani yako. Tafuta ufalme wa Mungu na haki yake. Jua kulitumikia kusudi lako. Tumia wakati wako ulionao vizuri kwa ajili ya Bwana. Bwana asaidie. Kwa ajili ya Bwana, sio utumie wakati kwa sababu ya kutaka heshima duniani. Tumia ili Bwana ajitukuze kupitia wewe. Jitoe rasmi ukijua mimi nashindania upande wa Bwana upate kibali duniani. Nashindania upande wa Bwana upate kibali. Tunaona manabii waliotangulia wanashindania imani mpaka wanakubali kuyadhabihu maisha yao. Bwana asaidie. Mmoja wapo akiwa Elia anakubali katikati ya wale mabahari 100 na kitu. Bwana asaidie. Anasema niko tayari kusimama na Mungu, sitakuwa tayari kuinamia sanamu. Bwana asaidie. Na alitumia gharama zozote ili kuhakikisha ufalme wa Mungu unainuliwa. Bwana asaidie. Hata sisi tunatakiwa kutumia gharama yoyote kuhakikisha ufalme wa Mungu unajengwa duniani. Ufalme wa Mungu, nimesema kwamba anaposema ufalme wa Mungu umekuja, anamaanisha kwamba Yesu Kristo ameleta ufalme wa kiroho ndani ya mioyo yetu. Bwana asaidie. Ameweka ufalme wa kiroho ndani ya mioyo yetu. Kwa hiyo sisi leo ni wazao wa kifalme ambao sasa maisha yetu yanatakiwa kubadilika yamfananie Kristo. Yanatakiwa kubadilika utumishi wetu, wala usijilinganishe na mtu mwingine. Wala usianze kufikiri kwa sababu ya magumu unayopitia. Nimekwambia mcheza mpira anaweza akapigwa mtama akadondoka akachukuka magoti, lakini bado hakubali kuacha mechi mpaka dakika 90 ifike mwisho. Bwana msaidie. Na sisi tunaitwa na Bwana Yesu, lazima tuipiganie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kuhakikisha kwamba tunaishi maisha ya utaua, maisha ya uchaji, maisha ya kumpenda Mungu, maisha matakatifu, maisha inayosababisha matokeo katika ulimwengu wa sasa. Bwana msaidie. Maisha yanayosababisha matokeo makubwa katika ulimwengu wa sasa. Bwana msaidie. Mungu atusaidie kwenye utumishi huu na wito huu tuliopewa. Tukomboe wakati, tufanye kwa wakati. Yaani wakati ulionao kila mmoja aone kwamba kama ni kufanya kwa Mungu afanye zaidi. Kama ni kuhubiri ahubiri zaidi. Kama ni kushuhudia ashuhudie zaidi. Kama ni kuomba aombe zaidi. Akijua yuko Mungu ambaye baada ya kulala ataona nini mbele yake. Bwana atusaidie. Tulipokuwa nyuma kwenye dini zetu tulidanganyika sana. Bwana atusaidie. Tulifungiwa mapokeo ambayo si ya Mungu. Tulifungiwa mambo ambayo hayakuwa ya Mungu. Lakini sasa tumeingia kwenye neema ya kumjua Kristo aliyekufa kwa ajili yetu. Lazima tukae kwenye pendo la Kristo nyakati zote. Tulitumikie kusudi la Kristo ndani yetu bila kuangalia wewe hauna kitu, lakini shauku ya moyo wa kumtumikia Mungu, Mungu atasababisha vitu vipite kwako. Vitu vinavyopita kwako usiwe mchoyo kwa ajili ya Bwana. Bwana msaidie. Acha kabisa, ruhusu Mungu atembee na wewe. Ruhusu kutumikia shauri la Mungu. Wapendwa, ukweli wetu na maisha yetu mazuri yatatuweka mbele
kusimama kwenye kusudi la Mungu. Bwana asaidie. Simama kuipigania imani kwa wanaopotosha imani. Bwana asaidie. Simama kuitangaza imani hata kama watasema wagombana, lakini unasimamia kusudi kwamba hii haiko hivyo, haitawezekana leo wala kesho. Yesu ni Bwana na Mwokozi. Na wanaokwenda mbinguni hawana tabia hiyo. Hawana tabia ya uongo, hawana tabia ya uzinzi, hawana tabia ya ushirikina, hawana tabia ya kutega watu wa Mungu. Wanaokwenda mbinguni ni watu wa magoti, ni waombaji, ni watakatifu, ni watu wenye upendo, wenye kutamani kila mmoja awe na furaha kwa ajili ya Kristo Yesu. Bwana msaidie. Lakini ukiona mtu anatamani mwenzake awe na huzuni, huyo unatakiwa uwe na question mark. Kwamba huyu kuna kitu ndani yake sio cha kimungu. Yaani sisi tunatakiwa kusababisha ufalme wa Mungu kwa kila mmoja. Bwana msaidie. Yaani kuanzia wazee wa kanisa mpaka kanisa tunatakiwa kuona kila mmoja anamfurahia Kristo na anamtumikia Mungu kwa uaminifu. Bwana asaidie. Bila kujuta. Tunaposikia na shida, tunaona kabisa ni kiungo katika mwili wa Kristo, tumeumia wote. Tunabeba ule mzigo kama familia ya Mungu. Tunatembea nao kama familia ya Mungu. Tunalia nao kama familia ya Mungu. Mungu anakuja kujitukuza, tunamrudishia Mungu shukrani. Maana yeye ndiye Mungu anayeweza. Bwana asaidie. Kwa hiyo kanisa la Mungu lina sura hiyo. Ukiona mtu anakuwa kinyume na wengine, hataki kutimiza mapenzi ya Mungu, ni mlalamikaji kwa ajili ya maisha ya utoaji, huyo ana shida rohoni. Bwana asaidie. Ana shida rohoni. Bwana asaidie. Yaani sisi ndio tunatakiwa kusababisha ufalme wa Mungu ujengwe mahali hapa. Na sisi ndio tunatakiwa tuone yupo tuwe na kanisa zuri kiasi gani. Bwana asaidie. Kama ndani yetu hatuelewi, tunaweza tukatengeneza vyovyote vitakavyokuwa. Bwana msaidie. Yaani vyovyote ili mradi, lakini kama tunajua uzuri wa Mungu na thamani ya Mungu wetu, tunaweza kufanya kitu kizuri tukijua kwamba Mungu wetu ni mzuri. Tunamaanisha. Bwana msaidie. Tunaweza kusimama tukamua tukafanya kwa moyo. Yaani tunaamua kunidhabihu kwamba tunafanya hivi kwa sababu tunamfanyia Bwana. Mkutano tutaweka injili bila kuangalia kwamba mwaka ni mgumu. Tunajua kabisa ni Bwana anatangazwa na yeye ndiye atatutunza, atatuvusha, atatufanyia yote. Bwana msaidie. Hatutakuwa na moyo wa kuwaza kinyume na wengine. Wala viongozi wetu wa kila idara hawatasumbuka na sisi. Watakuwa wanaona kabisa wanaongoza watu wanaoelewa Mungu wao. Yaani wakisema kitu wanasema mama, tunakushukuru kwanza kwa kutusogeza kwenye hili. Maana tunapotoa tunapata baraka. Bwana msaidie. Ukaza sisi sio maskini. Bwana msaidie. Sisi sio maskini. Kataa roho maskini ndani yako, ili utumie wakati ulionao vizuri. Usipokataa roho maskini ndani yako wakati ulionao, utaona kama bado ngoja nisubiri mwingine ndio nautumia. Bwana msaidie. Utapata ulichonacho, utatamani kwamba labda baadaye, lakini nataka nikutie moyo, tumia wakati ulionao kwa ajili ya Bwana Yesu. Toa muda wako, toa maisha yako, toa muda wako kwa ajili ya kuja kuomba mahali hapa. Sio lazima mpaka wakunyonge mkia kama ng'ombe aliyekosa lishe. Lazima ujue mimi ni mwenda mbinguni. Kinga yangu ni maombi. Ulinzi wangu ni maombi. Mawasiliano yangu ni maombi. Macho ya miguu yangu ni neno la Mungu. Bwana asaidie. Taa ya miguu yangu ni neno la Mungu. Kwa hiyo maombi na neno la Mungu litakuweka kwenye hatua ya kutumia wakati vizuri. Bwana asaidie. Kuwa mwaminifu. Uaminifu ni kila eneo. Bwana asaidie. Ni kila eneo kwa Mungu uwe mwaminifu. Bwana asaidie. Kama umesema nitafanya kitu kwa Mungu, onyesha uaminifu. Kama unasema tutamwabudu siku fulani, basi kwa Mungu uwe mwaminifu. Bwana asaidie. Tunatakiwa kuwa waaminifu. Ijumaa, Jumatano, kila siku tunayokutana tu tumejaa hivi kwa ajili ya Bwana. Amen. Bwana asaidie. Huo ndio uaminifu. Kuwa waaminifu kwa Bwana. Bwana asaidie. Amen. Na ninashangaa hata Jumatano sio mbaya na watoto wetu wawepo. Mimi nashangaa sana. Bwana asaidie. Yaani Jumatano na watoto na walimu wao watoto wao wakifunza kule,
tunajifunza Bible study na watoto wanajifunza. Hiyo ndio kanuni ya Biblia, tunasonga mbele. Bwana tusaidie. Kwa sababu Biblia inaniambia kwamba watoto waliouliza baba zao, nini ishara ya mawe haya? Bwana tusaidie. Sasa na sisi kuna wakati tutaulizwa, tutakuwa tuna majibu. Bwana tusaidie. Maana hatuna muda wa kujifunza kwa Bwana. Hatuna muda wa kujifunza kwa Bwana. Wajibu wetu watakatifu, tukae kwenye neno. Bwana tusaidie. Tuliishi neno. Tutembee katika kusudi la Mungu. Tujue kuna wakati tutalala, tutaenda kutoa hesabu. Bwana tusaidie. Tutaenda kutoa hesabu. Yaani mimi hapa nilipo ninaweza kulala. Bwana tusaidie. Tena kulala kwangu usingizi ulikuja mwaka jana, lakini baadaye Mungu akaniamsha. Ilikuwa nilala, Bwana akaniamsha. Na bado sijui ningeona nini. Bwana aliniamsha kwa kusudi maalum. Na bado mwaka huu sijui naweza nikalala tena, nikapata usingizi nikalala, au bado akanivusha tena. Mimi ninachotamani kutumia wakati nilionao vizuri. Kutumia wakati nilionao vizuri. Bwana tusaidie. Kutumia wakati ulionao vizuri. Mpendo, ukitumia wakati ulionao vizuri kwa Mungu, Mungu atakuepushia baadhi ya mambo, maana ataona wewe ni mtu wa thamani kusababisha matokeo makubwa ya kwake kujifunua duniani. Bwana tusaidie. Lakini usipokuwa unatumika, anaweza akakukata. Maana anaona ni mti ambao umeziba shamba, umeziba eneo, hauna mafanikio. Bwana tusaidie. Lakini utumie wakati wako vizuri. Achilia maisha yako, kipato chako, vitu vyako, muda wako na mwili wako kwa Bwana mwenyewe. Utaona Bwana atatembea. Kuna mambo Mungu atayaepusha wala hautaomba. Bwana tusaidie. Kuna vitu unaweza ukapata gonjwa ambalo litakuwa limekupata, lakini hauna pesa ya kwenda hospitali. Bwana ataliondoa kwa sababu ya ule uaminifu wako. Kwa sababu ya ile nia ya kutaka kulitumikia kusudi la Mungu. Kwa hiyo kanisa tuko hapa sio kwa ajili ya kuabudu tu kuingia na kutoka. Kanisa liko duniani sio kwamba tuabudu tu na kutoka. Tuje hapa tuimbe tufanyaje? Kanisa lipo kama chombo cha Mungu kwa ajili ya kueneza ufalme wa Mungu duniani. Bwana tusaidie. Kanisa tupo kama chombo cha Mungu kutimiza utume mkuu. Sasa kanisa watu wanalitafsiri tofauti. Wanaona kanisa ni ministry au ajira fulani. Bwana tusaidie. Lakini kanisa ni chombo cha Mungu kueneza ufalme wa Mungu duniani. Bwana tusaidie. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba ndani yetu tumebeba utume mkuu. Tumekubali wito mkuu wa Mungu na tunalitumikia shauri la Mungu. Hata tunapopewa nafasi, yaani unaifanya kwa bidii, kusimamia kwa bidii. Hata kama watu watasema huyu mkali, lakini simama kama mkali kwa sababu watu wamuelewe Mungu. Maana hakuna mbuzi utamvuta na kamba kirahisi afikie kucheka na kufuata. Lazima atatega miguu, kukataa kwenda. Lakini ukimfunga kwenye nyasi nzuri utashangaa na furahia. Bwana tusaidie. Kwa hiyo kiongozi ukiwa mkali kwa ajili ya kuelekeza watu sio dhambi. Na ukiwa mpole sana watakudharau. Bwana tusaidie. Maana kila waache watu Bwana, waache. Wataumia. Wataumia mabega. Mzigo huo sio wa kwao. Bwana tusaidie. Sasa hatujapewa nafasi za cheo. Tumepewa watimize wito wao walioitwa na Bwana kuwepo mahali hapa duniani. Bwana tusaidie. Ndio maana mwingine amepewa kazi ya kukata kuni, mwingine ya kufinyanga vyungu, mwingine ya kuuza mandazi, mwingine ana duka, mwingine ana pikipiki, mwingine lakini lengo la hivi vyote vile vifanye kazi ya Mungu yenyewe. Bwana tusaidie. Biashara yako si kitu gani, vyote vinataka vifanye kazi ya Mungu iendelee. Na unapofanya na Bwana kazi yako haitakufa. Unapoamua kujitoa kwa Mungu, uwe na duka, hata kama ulikopa pesa ukaanzisha duka, ukisema nimekubali kufanya na Bwana, unashangaa baadaye ndio kulipa, alafu kazi yako itasonga na itatukuka. Amen. Ndio faida ya kumtumikia Mungu.
Unawezekana ukawa umeishi unasema sina kiwanja, sina mahali pa kuishi, sina nini, lakini ukipata mtaji wa kumtumikia shauri la Bwana kwa uaminifu, Mungu anavyo vyote anavileta. Kila jambo Bwana atalifanya kwa wakati wake. Maana sinajua wewe unasababisha ufalme wa Mungu. Unapofanya biashara na Bwana lazima Mungu afanye. Kwa hiyo kwenye hali niko kwenye habari ya uaminifu, kwa uaminifu. Bwana asaidie. Mungu hawezi kumwacha mtu ambaye amekubali kumtumikia Mungu. Bwana asaidie. Mtu ambaye amekubali kumtumikia Mungu. Unauza mandazi, unasema Mungu, haya mandazi mimi sitaki, sio kwa sababu ya faida yangu, nataka kwa ajili ya faida yako. Mimi ni ile na watoto wangu wale, alafu na pia nataka ufalme wako ujengwe kupitia haya mandazi. Aisee, unaweza ukawa supplier. Unaweza ukashangaa mandazi ya kwa mama fulani ndio tununue tu. Uwe bodaboda, watashangaa yule kijana yuko wapi, ndio tunamtaka atubebe. Maana ndani yako anajua unalipeleka kusudi. Bwana usaidie. Mungu anataka watu wanaotaka kujituma kuwa waaminifu kwa Mungu. Sio unaomba Mungu anibariki, akikubariki unakalia. Ukishakalia akikwambia nimekwambia ulisema nikubariki utanifanyia hivi, nitatoa kesho. Nitatoa kesho. Kesho utoke. Ukitoka unaokaza moyo na kemea kabisa, kwa jina la Yesu naomba Mungu nisaidie hilo, wakanyamaze. Unajikausha. Mungu anaendelea kusema wewe ninakudai kitu fulani. Ninakudai, unajikausha. Ngoja tena. Nikakae nyumbani. Nataka nikwambie kuwa mwaminifu kwa Mungu. Mungu aliye juu ana mpango mkubwa wa kukuinua. Wala usichanganyike na kipato kidogo, usichanganyikiwe. Jaribu kupanua akili yako ili Mungu afanye kwa bomba la kupitisha baraka. Lakini kama unachanganyikiwa na kitu kidogo, maana kuna watu, Bwana tusaidie. Yaani akipewa kuku basi amelewa. Bwana tusaidie. Taji wa kuku analewa, lakini Mungu anataka watu premature kwa ajili ya kutunza pesa kwa ajili ya kazi yake. Anataka watu wanaojitambua. Anataka watu ambao watakuwa waaminifu, hata ikija milioni 300 hachanganyikiwi. Bwana tusaidie. Yaani sio anachanganyikiwa. Bwana tusaidie. Nilikuwa naongea na baba mmoja ananipa ushuhuda, anasema kuna baba mmoja alipata hela, walipita plani fulani kwao. Alipopata hela yeye aliamua kuchagua jina. Akawa anaenda mahali kivilabuni. Anasema mtu atakayeniita Yesu nampa $100,000. Bwana tusaidie. Sasa watu wakawa wanamfuata nyuma. Yesu, $100,000 zinaondoka. Sasa hivi anaokota 10. Bwana tusaidie. Amen. Nini kuchanganyikiwa? Bwana tusaidie. Yaani akikupa milioni 100, bado unaona asante Mungu kwa hili. Cha kwako kwanza chukua. Bwana tusaidie. Halafu ninatamani sasa kwenye hii nione kwamba ninakugusa kwa sadaka yenye mguso kwako. Ninapokutolea Bwana, najua zitakuja 200. Bwana tusaidie. Akisio kikija, yaani mtu moyoni anaanza kujaribiwa mwenyewe. Bwana tusaidie. Umepewa $200,000 unaanza kusema $200,000, itoe 2,000. Itoe 2,000. Hebu ngoja hapa. $200,000 nitatoa 10,000. Bwana tusaidie. Unakuja kujinyima baraka kwa shilingi 10,000. Yaani moyo unaanza kujaribiwa. Niko kwenye uaminifu. Kuwa mwaminifu kwa Bwana. Yaani unapopata ndipo moyo unaanza kuangalia kile hiki chote na kipeleka kwa huyu kwa Mungu. Sijui nitoe kwa waliniona, mimi nitatoa 10,000. Lakini ya kutoa halali ya uaminifu ilikuwa 20,000. Unatoa 10,000 hii, sema ni mali jina liwepo kwenye kitabu pale na mimi natoa. Usitoe kwa hivyo, hebu toa kwa undani wa roho. Baada ya kulala utaona nini? Maana vile ulivyokata ndivyo utaviona ukizani. Bwana tusaidie. Umepata milioni 100, milioni 100. Hapa sijui kuna milioni ngapi natakiwa nipeleke. Sinipeleke 300,000 tu. Kwa nani ataniuliza? Bwana tusaidie. Kuwa mwaminifu kwa Mungu wako, naye atakuwa mwaminifu zaidi. Kuwa mwaminifu kwa Mungu wako, naye atakuwa mwaminifu zaidi. Na huo ndio mpango wa Mungu uliotukuka. Hiyo ndio heshima ya Mungu anayetaka kwenye maisha ya mtu.
Amen. Bwana msaidie. Amen. Kuwa mwaminifu. Unapoambiwa habari ya kutoa, ndani yako ufurahie. Wakisema utoe kwa ajili ya Bwana, furahia. Kama Daudi alivyosema, nalifurahia waliponiambia na twende. Bwana msaidie. Sijui kama alikuwa hana kazi. Unapomwambia twende nyumbani, si alikuwa na kazi. Lakini anasema nalifurahia. Lakini sasa hivi nikimwambia mtu na kuita kanisani, aisema na kazi ya tofali. Hafurahii wito. Bwana asaidie. Lakini tunatakiwa kuwa waaminifu. Tunatakiwa kuwa waaminifu wana wa Mungu. Hizi nafasi baadaye tutazitolea hesabu. Naomba kwa maneno haya tusimame tumwabudu Mungu, alafu tuingie kwenye habari ya uchaguzi. Bwana msaidie. Timotheo anatuambia kwamba kati ya hao tuchagulie